Mpenzi wangu hani, simwoni tafulani, namwita hani, haonekani. Hani, hani, hani. Odi. Karibu. Odi. Karibu. Karibu. Mambo poa? Mzima wewe? Mzima. Vipi? Safi. Umepoa hivyo shoga yangu, na shida gani? Sijapoa, sawa tu. Yaani mimi sijakuzoea hivyo kabisa shoga yangu. Vipi? Kawaida tu. Karibu tupo. Haya, asante. Twende basi kwa kiti. Shoga yangu, yani kwanza hapa kabla tujaenda huko, yaani kuna kitu nimekutana nacho shoga yangu. Kitu gani? Nimepita pale tu nakutana na baba, nakwambia linaniita. Nikasema ngoja nisogelee, nimelisogelea hivi shoga yangu, linatoa harufu, linanuka. Nikasema yaani hawa watu wengine waangalie, hata kama tupo kijijini shoga yangu, sio kama hivyo. Niache tu. Niache wapi shoga yangu? Kwanza mbona umepoa hivyo? Sijapoa, yani wewe shoga yangu mimi. Yaani nakuona umepoa. Unajua umepoa. Yaani mpaka mimi mzako mimi sipendegi niende kwa mtu, alafu mtu nimkute kapoa. Yaani umepoa. Umepata bila msiba. Hapana. Ila shida nini? Mbona umepoa hivyo wewe? Mimi nipo sawa. Changamka bwana. Hem, changamka bwana. Karibu kwanza ukae hapo. Asante shoga yangu. Niambie shoga yangu. Vipi lakini mama jambo? Mama jambo si nyie. Si hatujambo na shoga yangu. Yaani wewe acha tu. Yaani huko nikotoka nakwambia, nikakutana na Kigoma kilikotokea huko nakwambia. Nisianze kuingia kati kucheza kitu gani? Shoga yangu ni kazi. Hivi unaona mguu wangu ulivyopauka. Pauka. Na Kigoma huacha. Yaani shoga yangu unamwachana nini? Wewe kwanza mwachana, naanzaje kuacha kile Kigoma kinavyonoga hivi? Wewe. Yaani shoga yangu tu. Watu kae kimya. Haya bwana, hongera. Vipi lakini shemeji kaenda wapi? Shemeji yako mwana tumeamka. Kana zake kazini. Mimi ngasema ngoja nikamtembelee shoga yangu. Nimekumisi. Asante. Kwanza nikuulize kitu shoga yangu. Niambie shoga yangu. Shemeji anafanya kazi gani wewe? Shemeji yako mimi bodaboda. Shemeji yako mimi bodaboda. Huwa anaenda kabisa, anarudi na bodaboda unajua. Yaani asubuhi namwandaa mwenyewe mume wangu. Anaenda kazini, namtakia kila la heri kazini. Bora hata shoga yangu. Maana mimi mwanamume niliye naye sielewi kazi hata anayofanya hata kidogo. Kwa nini sasa? Mimi sijui, yani yeye anaamka zake tu anaenda kazini, anakuambia mpango mimi naenda kazini. Anarudi. Sijui kazi hata anayofanya. Na hujawahi muuliza hivi ukaongea naye labda? Ukishamuuliza atakwambia subiri, atakwambia kesho, mara kesho. Nikirudi kutoka kazini nitakwambia. Yaani haeleweki kitu. Unajua shoga yangu kwambie? Kuna wanaume wengine yani hawapendi ile kitu, yani hawapendi ile, yani mume wangu sio kazi gani, mwingine anapenda kwanza umtulize, hatulie, yani umuulize kwa utaratibu anakujibu. Unajua wanaume wanatofautiana shoga yangu, mwanamume huyo yani hatulizi. Toka mwanzo tu swala la kazi. Wala hata haelewi. Atakwambia mara na usingizi, subiri mtu wangu. Sasa huyo mume wangu sasa. Yaani wala hata haeleweki. Atakuwa anakuambia tu mtu wangu subiri. Nitakwambia mara kesho, mara nikitoka kazini nitakwambia. Yaani kifupi tu simuelewi. Sijui hata ni jambazi au anaiba kule. Yaani simuelewi, hata sijui nashinda nifanye nini. Kwa hiyo hata hujui kama mumeo anachinja watu au anatoa watu figa, wala uelewi chochote shoga yangu. Kwa hiyo sasa tunafanyaje hapa? Maana hicho kitako kimeniumiza. Yaani hata sielewi shoga yangu. Na ndio maana kwanza asante za kwa kuja. Ndio maana nikaona nikwambie wewe shoga yangu. Wala hata mama sijui kumwambia wala hajui lolote. Shemeji. Kwa hiyo shoga yangu. Shoga yangu. Sifa ya mwanamke kujua mumeo kaamkaje. Sifa ya mwanamke kujua mumeo anafanya kazi gani. Sasa shoga yangu umekaa tu sio kama watu hujua hata mumeo anafanya kazi. Siku kiletewa maiti hapa kashachinjwa kafa, hujua anafanya kazi gani? Shoga yangu wewe mwanamume haeleweki, yani haambiwi, haambiliki. Siku pila linakuja popo chini ya ulinzi, unaelewa nini? Wapi shoga yangu? Wapi hapa kijijini kwetu Mtwara au wapi? Mbona sikuelewi?
Hata sielewi shoga yangu, hata sielewi nafanya nini. Jitahidi shoga yangu, peleleze mmeo anafanya kazi gani. Fanya ujue mmeo wako anafanya kazi gani. Hii dunia yenyewe sasa hivi imeisha ndugu yangu. Jitahidi ujue mmeo wako anafanya kazi gani. Sio sawa, nimekuelewa, umeacha hapa. Mimi naongea na wewe na kuna mwenzangu, yani si ndo, yani hata sikuelewi. Yani nakuomba fanya upelelezi ujue mumeo anafanya kazi gani. Yani fanyia kazi shoga yangu. Yani mimi sipendi kabisa ya kukutia matatizo. Sawa? Jitahidi. Sawa, nimekuelewa shoga. Na upole umezidi. Pole gani? Changamka basi. Jamani. Shoga yangu. Abe. Changamka. Aya shoga yangu. Changamka kwanza, mtoto wa kike. Yani usijali. Jamani, yani mimi sipendi wewe hivyo. Jali, nitakuwa tu sawa. Sawa, changamka basi. Bye sana. Toka hivyo. Mimi hata sipendi bwana ukipoza hivyo. Aya shoga yangu bwana. Mimi naondoka. Bye sawa, ngoja nikutoe. Haya. Kutoe hata kidogo. Mwanangu, mbona sasa hivi mwanangu unakonda na uko katikati ya ndoa? Kwa hiyo una shida gani? Hamna tatizo mama. Hamna tatizo. Naona unapungua, sio kawaida yako ninavyokujua mwanangu. Una matatizo gani mama yangu? Mama, mimi wala sina tatizo. Ila tusipokuwa mama. Ni mama, huyu mume wangu. Ni wala sina. Mwelewi vipi tena mama? Kwani yeye mama? Mimi mnakuja kuniozesha. Aliwaambia anafanya kazi gani? Sisi hajatuambia kwamba anafanya kazi gani. Sisi tunajua, wewe mwenyewe unajua kwamba baba anafanya kazi gani, kwa sababu wewe ndio unayemjua matando na makoko. Yaani mama, sasa hivi kwenye ndoa tuna miaka miwili. Sijui hata kazi yake anayoifanya. Hujui kazi yake anaifanya? Ndio. Siku zote hii? Ndio. Mwaka wa pili sasa hivi mwanangu? Kweli ushinde kujua mumeo anafanya kazi gani? Mama, ukimuuliza mume wangu, hajali. Hajali? Ndio. Sasa hapo kama hajali inakuwaje? Yaani anakuwa ananiambia tu subiri nitakwambia kitoka kazini, ukimuuliza wala hata anisikilize. Yaani wala hata anijali. Wala alijali? Ndio. Sasa mimi mama, kiukweli naogopa. Na lazima uogope mwanangu, kwa sababu kitu gani? Hujui kitu mwanamume kazi anayefanya, akiwa mwizi, akiwa jambazi, akiwa mumiwani anafanya kazi ya kuchinja watu huko. Ndio hivyo mama, hata sielewi nafanya nini. Kwa sababu hata mimi nilivyoanzana na baba yako, mimi nilianza kujua kwamba baba yako ni mkulima. Mpaka sasa hivi mwanangu, ninajua kwamba baba yako ni mkulima. Haina kazi aina yoyote ya hapo. Mimi nijua pia ni mkulima, sawa. Lakini kuna kazi nyingine ya ziada ambayo sija anaifanya. Mimi wala hata sijui. Maana akitoka asubuhi, anarudi jioni. Akitoka asubuhi, anarudi jioni. Muulize sasa, mwanangu unafanya kazi gani? Hajali, anakuambia tu mke wangu nitakwambia. Hao mashemeji zako ukiwauliza, wanaeleweka basi mashemeji wenyewe? Hali matatizo. Huyo mama mkwe wako? Yeye mwenyewe ndio wale. Wala hata simuelewi Mungu mwenyewe. Yaani basi tu. Yaani ndio mpaka naiona chungu mimi. Sasa hapo tunafanyaje mwanangu? Mimi mama, ndio maana nimekuja kwako. Sasa mmekuja kwangu mwanangu, sasa tunafanyaje hapo jamani? Tunafanyaje hapo? Sasa hapo la ya kitu ujue mumeo anafanya kazi gani. Sasa mpaka dakika sasa hivi ujue mumeo anafanya kazi gani. Mimi nitakusaidiaje mwanangu? Sasa hivi cheki hata binti yangu sasa hivi unapungua. Alivyokuchukua alikopo sio hivi. Mpaka sasa hivi mpaka mwanangu nasema kwani una shida gani? Mama hata sielewi. Yaani sielewi mama. Sasa muangalie. Natamani tu amirudi hata nyumbani. Muangalie asiwe kwamba anafanya kazi ya kuwaua watu huko. Anatoa figo. Na sasa hivi yani sasa hivi hapa dunia sasa hivi ishabadilika. Watu wanauliwa hapa kijijini, wanatolewa figo. Isiwe yuko umo na yeye ndani akaja katotoa figo na mimi hapa niko shambani. Sasa hapa sijui tunafanyaje mwanangu, sisi nakusaidiaje? Mimi ndio tu mama nimekuja kukuambia.
Sawa mwanangu, mimi nimekusikia, ila ninachokwambia nenda ukamchunguze, endelea kumchunguza wewe, usichoke. Utavyoona unakuja unaniambia. Umesikia mpendo wangu? Sawa mama, nimekuelewa. Acha mimi kuacha. Sawa mama, lakini usiache kumchunguza, mchunguza afu utakuja uje uniambie. Umesikia mama? Haya mama, sijali. Haya, baki salama mama. Haya mama wangu, bye. Haya. Da, mwanangu amekonda, si alivyoondoka. Jamani, hivyo rafiki yenu yule mume wa Jenifer yule, hivyo anafanya kazi gani? Maana yule shemeji mimi simwelewi. Yule mshikaji bwana, kwa kweli da, hata mwenyewe simwelewaje. Yani unakuta zinaruka pale kijiweni, akapita tu akatusalimia, kwa anaga mazoea ya kupiga piga stori nini kijiweni. Yani ifikia pale tu hapa, wewe mshikaji ni aje fresh kila mara. Mimi sijamuelewa kama anafanya kazi gani. Ila ndio hivyo tena rafiki yangu, ila hajawahi kuna, unajua maisha ya kazi ni siri. Unajua mume wangu nini? Yaani yule anamtia na miaka miwili. Hajui hata anafanya kazi gani. Kwa mwanamke wake, ina maana mwanamke anataka kujua kazi ya mumewe. Anataka ajue mume wangu anafanya kazi gani. Mume wangu, mbona mimi najua kazi yako anafanya? Mimi sinakwambia anafanya kazi gani. Wewe sijua kama anafanya kazi za hatari. Mume wangu, yaani ndio hata mkeo usijue hata kama kazi ya hatari, hata mkeo usijue nini unafanya. Kazi za wanaume ni siri. Kazi za wanaume ni siri. Bora mimi nakwambia kazi yangu bwana hii kwa sababu ndio hivyo. Lakini sasa utakuta wanaume wengine wanataka kujua yaani wanawake zao wanafanya kazi gani, kwa sababu unategemea yule mwanamke anaishi naye pale. Ukiona mwanamke anaongea sana, haipaswi kumwambia kazi yako. Mume wangu, kwa mimi mbona naongea sana na kazi yako naijua. Kwa sababu nakupenda na mwanangu. Sasa mume wangu, basi jaribu kuongea naye yule rafiki yako, umpeleze anafanya kazi gani labda. Unajua rafiki yangu anapitia kwenye wakati mgumu. Anapitia wakati mgumu kivipi sasa? Yaani anatamani ajue kazi anafanya mumewe, lakini mumewe anambana, ajui, yaani ajui. Na hata hivyo ameondoka hapa siku mbili, zamwambia siku 3 atakuwa aonekani. Kwa hiyo rafiki yangu yani yupo kwenye wakati mgumu. Lakini hebu ngoja kwanza mke wangu. Yule rafiki yako anataka kujua kazi anaifanya mume wake. Lakini si anahudumiwa, anapata huduma zote. Mume wangu, hata ningekuamini wewe unanihudumia kila kitu, lakini kama sijui kazi yako ambayo unafanya, mimi siwezi nikakuelewa, kwa sababu kwenye kazi kuna mambo mengi. Ujue kazi anafanya, hata kama siku anapata shida, anapata tatizo, unajua unaingilia wapi unafanya, lakini mumeo ujue anafanya kazi gani, kama anaua watu huko. Kuado sio rahisi bwana. Yule rafiki yangu mimi namjua. Japokuwa ni mpole, ana mambo mengi, lakini wewe kuua jambo la asili. Wanatakiwa ujasiri. Japokuwa maisha ya mtu bwana ni siri, lakini kuua hapana. Hilo bado mimi sijajua. Inasema nini? Ngoja nitampeleza kwa sababu ni mwana kwangu mimi achomoa. Nitampeleza alafu nakupa majibu. Kwa shoga yako ndo kakutuma. Mimi yani amna, shoga yangu ananiambia tu wale ambaye anaipitia, yani mume amuelewi anafanya kazi gani, anamhudumia vizuri lakini haelewi. Kwa hiyo alikuwa yani, ila Mungu tu atamsaidia. Ile sikia anachotaka nakipata. Anapata mume wangu, lakini kujua kazi ya mmeo. Madela Msomali nini? Yani hadi nyama anakula na nyama ambaye anaitaka. Kwa hiyo yani kwenye swala la kuhudumia yuko vizuri. Kwa shida yake kujua kazi ya mume wake. Kazi ya mume wake. Basi hiyo kazi ni ndogo sana. Hiyo kazi ni nyepesi. Ngoja nitafute baadaye, nikienda kijiweni nikirudi nitakupa jibu sahihi. Sawa. Kazi njema. Nakupenda. I love you. Love you too. Mambo, umeshindaje nyumbani? Uzima upo kabisa eh? Asante mama watoto. Karibu. Haya, tangulia twende. Tangulia twende nione vile inishi. Vipi lakini? Sawa kipenzi. Eti eh? Wewe unapenda kujifungia ndani kama mgomba vile. Sasa niende wapi? Shambani kule Ngedelo atamaliza mazao kule. Hawezi. Wewe sema hawezi. Kuku wangu sasa hivi wamekuwa.
limenoga jamani, pesa limenoga jamani. Shoga yangu naona pesa limenoga. Shoga yangu limenoga. Kwa lipi? Shoga yangu umeona cha mzee. Naona mahaba moto moto siku hizi. Karibu kwanza ukae. Shoga yangu mimi nakaa lakini hebu niambie kwanza. Imekuwa kuaje mpaka saa hizi? Maana kwanza tusalimiane. Maana wewe unaongea sana. Mzangu. Nani kae kwanza? Mambo. Vipi? Safi mzima wewe. Mzima shoga yangu. Shemeji yangu ajambo. Mzima ndo uzima wangu. Yaani ukiona jua Nakubali. ndo uzima. Mapenzi moto moto. Hata mimi naona shoga yako hayajapoa. Hivyo tunamshukuru Mungu. Vipi tena naye ushaanza mama kulia anamshukuru Mungu. Sinajua Mungu ndio kila kitu. Mungu ndo kila kitu shoga yangu, lakini uchangamke. Ukichangamka hata neema ya Mungu inashuka. Wewe kila kijambo utangulize Mungu. Sawa. Niambie. Vipi? Nikwambie nini? Mpaka tunaosha vyombo hapa kama unavyoona, vyombo vichafu. Nafanya usafi. Haya. Niambie una jipya gani? Jipya liko wapi shoga? Nikapita pita kule nini nikasema ngoja leo nikamwangalia shoga yangu nikajua hali yake inaendeleaje. Nipo tu. Upo? Ndio. Niambie shoga yangu. Nikwambie nini? Vipi? Safi. Kuhusu shemeji. Mwana shoga yangu ninajilamba lamba hapa yupo mo ndani. Hayupo katoka. Mwana si akanisikia tena basi nenda mcha siku Kama kawaida yake na kazini. Kwa shoga yangu mpaka leo hujui kazi anafanya. Ndio hivyo kazi sijui. Yaani sielewi. Kwa hiyo wewe mpaka sasa hivi umeamuaje shoga yangu? Sasa niamue nini? Yaani sielewi. Nilienda kumwambia mama naye ndio hivyo aniambia nimchunguze. Mpaka nachoka mimi. Shoga yangu. Mimi nina ushauri nataka nikupe. Ushauri gani? Ushauri. Shoga yangu unajua siishiwi mipango. Karibu. Shoga yangu mimi nina ushauri wa kushauri. Sasa mpaka nakuonelea huruma. Yaani kila shoga yangu mimi nina ushauri. Ushauri gani shoga yangu? Nataka nikupe. Shoga yangu. Umelalamika sana hata mimi mwenyewe nakuonelea huruma. Ila mimi nachokushauri kitu kimoja. Twende kwa mganga. Mganga? Wewe ni shoga yangu umefika mbali. Sasa mimi na mganga wapi na wapi jamani? Wewe unanijua mimi. Ni kanisani, nyumbani. Nyumbani, kanisani. Tena mganga. Naweza kweli? Uko umeenda mbali. Wewe unanijua mimi hata siamini, yaani mganga simwamini hata kidogo. Sikiza shoga yangu nikwambie. Mwana yule mume wangu. Mume wangu yule halikuwa simuelewe. Tulipokuwa tunaanza mahusiano yetu, halikuwa hata ilikuwa kama lijanume lako wewe. Halikuwa hata kazi gani ajue na anafanya. Alikuwa hataki kabisa kuniambia kazi ambayo anafanya. Kunipa hela kwake alikuwa mtihani. Yaani kila kitu kilikuwa na shida. Lakini shoga yangu toka nimeenda kwa yule mganga, mume wangu kaja cha mkataba, bodaboda cha mkataba. Yaani sasa hivi kila kitu chake shoga. Yaani hata tongoze mwanamke huko anakuja kuniambia. Upo. Wewe ni mganga wa Mungu simwamini. Nasikia shoga yangu nikwambie. Huyo mganga ukienda wewe mwenyewe utakuja kunishukuru. Kweli? Yaani ninakuwa pele kabisa. Sio kwamba tunaenda tunaliwa tu hela bure. Waganga siku hizi ni watapeli, hawana lolote. Ukitoa hela, ukiliwa, hajafanikiwa chochote. Nakurudishia mimi hela yako. Shoga yangu au kwa hela tutakosana. Nakwambia nakurudishia hela yako. Yaani wewe usijali, hela yako mimi nakupa. Nimekwambia tuende kwa mganga, hela yako mimi nakugaia, nakupa. Upo? Haya sawa. Shoga yangu. Nakuomba jiandae. Tuende. Umeelewa? Yaani wewe kwanza mganga yenyewe tu ukishafika hapa, uso wake wote kajifunika. Shoga yangu mimi siku ya kwanza nilienda pale. Yaani nakwambia nikaenda tu hivi, usijifuna. Akajua matatizo yangu yote, akaniambia chukua dawa hii hapa. Nenda kaoge, nyingine kamwekee mwanaume wako. Shoga yangu, yaani kabla ya kusema chochote, shoga yangu nimeenda kutoa dawa tu, nimeenda kufanya tu, kila kitu kikajipa. Kwa wewe, yaani wewe shoga yangu ondoa shaka, mimi ninamwamini. Isha kuangusha mimi shoga yangu.
Haujawahi, lakini kwenye mambo ya ganga mwenzao sikuangushi na wala usiogope, wewe mwenyewe utafurahi. Nimekwambia kabisa tukienda kule akichukua hiyo hela. Hujafanikiwa mimi natoa hela nakupa. Hela yako nakurudishia. Basi sawa, ngoja nimalizie kuosha vyombo hapa. Malizia shoga yangu nenda. Kwanza yani hapa tufanye haraka kabla mwanamke wenyewe hajaja. Yani hapo maliza fasta, mimi naenda pale mara moja. Nikirudi hapa shoga yangu tuende mapema, na afu vile vile mwenyewe mume wangu asijakarudi. Jamani, nani tena huyu? Halo mume wangu. Mke wangu kipenzi, uko wapi? Nipo shamba nalimalima hapa. Basi sawa, nakuja kupitia hapo na bodaboda chako. Haya mume wangu, nakusubiri. Haya poa. Haya. Huyu baba naye wewe tu. Wewe mwanamke, Abe mume wangu. mpaka saa hizi unalima nini na jua kali lote hili? Yaani mume wangu unajua nini? Haya, miogo sinaona liva. Alafu ipo kwenye majani. Kwa nataka nipalilie hapa. Tunajua maisha yetu mume wangu kijijini huko. Hamna bwana, jua kali sana bwana. Rudi nyumbani bwana, rudi nyumbani bwana. Bwana kuja kunifuata mume wangu. Rudi nyumbani. Hivi nimempa mshikaji sasa. Naona nikaje kijiweni wakati mke wangu huko, sibanje nipige naye story. Sawa mume wangu, ndio maana mimi nakupenda. Majamaa kaniambia atanirudishia baadaye sana pikipiki. Kwa hiyo twende nyumbani bwana. Sawa mume wangu. Mchana huu ndio vizuri. Kwa mume wangu mimi nakaa. Nakaa unatembea. Kwani hapo wewe utoshi? Uende hapa mke wangu. Ndio wenzao mume wangu, sababu mimi mwembamba. Basi twende. Na kuona wote twende. Tunaongea mdogo. Ila wewe jinsi ulivyo. Mpaka utaharibu hii basikeli. Na basikeli yenyewe nimeazima tu ya mshikaji. Karibu tuondoke mume wangu. Poa. Vipi lakini? Poa, vipi huko? Apete malima. Nimepata jembe. Acha tu. Yaani ufisadi deulinge na nongwa dalaka ya ukaidi ukali kama embe ngwangwa. Mami. Mwanangu. Mama. Mamangu. Karibu sana mwanangu. Asante. Karibu mamangu jamani. Karibu mamangu. Mama, ujambo? Jambo. Vipi hali za huko mwanangu? Jambo si huko. Salama tu. Anasemaje babangu? Anasema yuko. Anaendeleaje? Anaendelea vizuri, ndio tunavyotaka mwanangu. Ndio hivyo mama. Haya, karibu mwanangu. Asante. Karibu sana mamangu. Nachambua chambua mwanangu, viazi vimeniozea safari hii shambani huko, nasema ngoja kwanza nivitoe nisubirie, kumbe vinaoza. Hapo ni vidogo vidogo kweli hivi viazi. Vyote leo sisi leo hatujachemsha, tumechoka navyo mama, kila siku kiamka viazi. Na baba kaenda shamba, kuna anapo pa kwenda. Anashinda huko shamba mwanangu. Haya mama, sawa. Karibu sana mwanangu. Asante. Karibu, kama unataka nenda kavichemshe na wewe basi ule. Nimeshachoka. Umeshachoka? Sawa. Taenda kuchemshia baadaye. Ndio. Haya, niambie. Nimefikia mama. Ndio. Kwa hiyo kimya mpaka saa hii. Haya, niambie mmefikia wapi? Yaani mama, bado sana. Bado. Lakini kuna suluhisho mimi nishalipata. Suluhisho gani la mwanangu? Mwongea na shoga yangu. Twende kwa
kwa mganga. Kwa mganga? Ndio mama. Kwa mganga tena mkafanya nini mwanangu? Sasa tukamwangalia mkono wangu, nijua anafanya kazi gani. Mwanangu, mimi nilivyokuzaa, wadada zako wote, kaka zako wote hamjai kwenda kwa mganga. Leo hii mwanangu, imekukuta shetani gani mpaka unaenda kwa mganga? Mama, hamna labda. Sasa mganga tu tunaamini tu mama. Mama, hata kuna maombi na kunasaidia. Mama, nimeomba sana. Kama nikuomba tu? Nimeomba sana. Bado Mungu atakujibu mwanangu. Atakujibu kwa wakati. Mama, nitumie tu na njia ya ziada hata kidogo. Nimsikilize tu na shoga yangu. Maana ananiambia wewe mganga. Shoga yako huyo, shoga yako gani? Shoga yangu yule. Yupi? Mapepe yule. Yule mapepe. Hivyo mwenyewe unamwamini yule? Mimi itabidi tu nimwamini maana ndio ananisaidia kwa kila kitu. Anakusaidia kwa kila kitu. Namuelezea matatizo yangu. Ndio hivyo tunashauriana, namuelewa. Sawa, lakini kwa sababu wewe mwenyewe umelizia, lakini mimi mwenyewe roho yangu hata haipendi kwenda kwa mganga. Ndio hivyo. Ni afadhali hata ukienda kwenye maombi. Niombee tu nawe mama, usisahau kuniombea. Mimi nakuombea mwanangu, napiga goti sana na kuombea mwanangu. Na huko tu nende nikajaribu mwanangu. Sawa. Haya mama, mimi naondoka. Ila ukiondoka, unaenda mwanangu? Unichemshie lakini viazi. Ndio. Utamwagiza Fatuma ananiletea. Haya mwanangu, hamna shida. Ila nakupa baraka mwanangu, nenda, Mungu atakusimamia. Mwanangu, utaenda kupata majibu yako. Na Mungu atakujibu kwa wakati. Na mimi nitazidi kupiga goti kwa ajili yako mamaangu. Umenisikia? Sawa. Uwe na amani mamaangu Haya mama, mimi naondoka. Haya, karibu mwanangu. Sawa viazi. Haya mwanangu, nimekusikia. Kutoka konda kweli. Yaani mtoto alivyoenda sio kama alivyokuwa sasa hivi. Mwanangu anaonekana na roho yake iko juu kama mkungu wa ndizi jamani. Wanaume hawa. Ndio maana wanasema wanaume wote mbwa. Kwako mke wangu kipenzi, natumai umeamka salama, tena ni mzima wa afya njema. Mumeo nimeondoka leo, nitarudi baada ya miezi mitatu. Nimeondoka kikazi. Samahani kwa kutokujuza hilo. Natambua ujue kwamba kazi gani ambayo ninaifanya. Ila kwa sasa naomba nisubiri mpaka nitakaporudi, nitakujuza kazi gani ambayo nafanya. Asante. Ubaki salama. Wejeni! Odi, wejeni! Karibu. Wejeni! Abe. Odi! Karibu. Shoga yangu na mapenzi ya kizungu au mapenzi ya utotoni? Kwako kipenzi. Shoga yangu twende. Twende kule nikokwambia twende. Ngoja twende. Nisubiri twende. Inapanda, inashuka, inapanda, inashuka, inapanda, inashuka, inapanda, inashuka, inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. Kandama, kandama, shangazi wangu neni kandama. Kandama, kandama, hata bibi kwangu neni kandama. Neni ndila gani wazewa, hapa ni mkumbuka usiwa undama. Binti, una haja ya kutambua kazi ya mume wako? Ndio mama. Safi. Basi leo ndio siku ya kutambua
kazi ya mume wako. Uko tayari? Uko tayari? Na pembe ngoja ngoja, na pembe ngoja ngoja, na pembe ngoja ngoja, na pembe ngoja ngoja, na pembe. Shika hii, shika hii, shika mikono miwili, sema mume wangu, mume wangu. Sasa kama unataka kutambua kazi ya mume wako, leo una bahati kubwa sana. Hakuna mtu yeyote aliyewahi kumwona mganga sura yake, basi wewe ndio mtu wa kwanza kutambua. Nafasi hii umepewa na mizimu ya Kirondo. Basi karibu, utakapofungua sura hii ndipo utakapopata majawabu ya mume wako anafanya kazi gani. Karibu binti, usiogope, hiyo ni nafasi yako. Shemeji, usiogope. Jennifer, mimi ndo mume wako shemeji, na mimi ndo shemeji yako. Kwa kipindi kirefu nimeanza kufanya kazi hii ya mganga toka ningali niko mdogo, nahudumia watu wa kijiji hiki, na hakuna mtu yoyote ambaye aliwahi kuona taswira yangu mimi, na ndio maana siku zote nilikuwa nakuzuia mke wangu ukitaja kuhusu masuala ya kazi yangu, kwa sababu nilikuwa natambua nikikwambia unaweza ukaniacha na ukanikimbia. Kingine, kulinda ama kujikinga namna hii ni kuzuia na watu wengine ambao wananifahamu, vijana wenzangu wasitambue mimi ni nani. Lakini toka awali nimeanza kufanya kazi hii, hakuna mtu yote ambaye aliwahi kupata changamoto yoyote ya dawa zangu, ikiwemo shemeji. Ulikuja kilingeni kwangu ukahitaji dawa na nikakupatia dawa, na dawa ikakutengeneza, na ndio maana ukamleta huyu hapa. Mke wangu, mimi ndo mume wako, na hapa ndio ofisini kwangu. Karibu sana.